Asili mbili za mwanadamu. Katika mwanadamu kuna asili mbili, asili yake ya kiroho au ya juu zaidi na asili yake ya kimwili au ya chini zaidi. Kwa ile moja humsogelea Mungu, kwa ile nyingine huishi kwa ajili ya dunia tu. Ishara za asili zote hizi mbili huonekana kwa wanadamu. Katika hali yake ya kimwili huonyesha uongo, ukatili na dhuluma. Haya yote ni matokeo ya asili yake ya chini zaidi. Zile sifa za asili yake takatifu huonyeshwa katika upendo, huruma, wema, ukweli na haki, moja na zote hizi zikiwa ni uonyesho wa asili yake ya juu zaidi. Kila tabia njema, kila sifa bora hutokana na asili ya kiroho ya mtu, ambapo zile kasoro zake zote na vitendo vya dhambi hutokana na asili yake ya kimwili. Ikiwa ile asili takatifu ya mwanadamu itaitawala ile ya kibinadamu, hapo tuna mtakatifu. Mwanadamu ana uwezo wote wa kufanya mema na kufanya mabaya. Ikiwa nguvu zake za kufanya mema zimeshinda zaidi, na shauku yake ya kufanya maovu ikashindwa, hapo mtu kwa kweli aweza kuitwa mtakatifu. Lakini iwapo kwa upande mwingine hukataa mambo ya Mungu na akaruhusu shauku yake ovu kumshinda, basi hapo yeye si bora zaidi kuliko mnyama wa kawaida. Watakatifu ni watu ambao wamejiokoa kutoka dunia ya kimwili na ambao wameshinda dhambi. Wanaishi duniani lakini sio wa dunia. Fikira zao kila wakati huwa katika ulimwengu wa kiroho. Maisha yao hutumiwa katika utakatifu na vitendo vyao huonyesha upendo, haki na wema. Wanaangazwa kutoka juu. Wao ni kama taa angavu ziwakazo katika mahali pa giza duniani. Hawa ndio watakatifu wa Mungu. Mitume ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo, walikuwa kama watu wengine walivyo. Wao, kama wenzao, walivutiwa na vitu vya ulimwengu, na kila mmoja wao alifikiria tu juu ya manufaa yake yeye mwenyewe. Walijua kidogo kuhusu haki, wala sifa kamili takatifu hazikuonekana kati yao. Lakini walipomfuata Kristo na kumwamini, ujinga wao ulibadilika kuwa uelewa, ukatili ukabadilika kuwa haki, uongo kuwa ukweli, giza kuwa mwanga. Walikuwa watu wa kidunia, wakawa wa kiroho na watakatifu. Walikuwa watoto wa giza na wakawa watoto wa Mungu. Wakawa watakatifu. Kwa hivyo fanyeni juhudi mfuate nyayo zao, mkiacha nyuma vitu vyote vya kidunia na mkijitahidi kufikia ufalme wa kiroho. Muombeni Mungu ili awaimarishe katika njema takatifu, ili muwe kama malaika duniani na minara ya taa ya kufunua siri za ufalme kwa wale wenye mioyo ya uelewa. Mungu aliwaleta mitume wake duniani kumfundisha na kumuongoza binadamu, kumwelezea siri ya nguvu za Roho Mtakatifu, kumwezesha kuakisi nuru, na hivyo ni zamu yake kuwa chanzo cha uongozi kwa wengine. Vitabu vya mbinguni, Biblia, Quran na maandiko matakatifu mengine yametolewa na Mungu ili yawe mwongozo katika njia za njema takatifu, upendo, haki na amani. Kwa hivyo nawaambieni ninyi kwamba mjitahidi kufuata mashauri ya vitabu hivi vilivyobarikiwa, na hivyo mpange maisha yenu, ili muweze, kwa kufuata mifano iliyowekwa mbele yenu, kuwa nyinyi wenyewe watakatifu wa Aliye Juu kabisa.